Inshallah tutaingia katika sehemu ya pili katika vita kama hivi vya Badr al-Kubra. Na vita kama hivi ni Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama kuwapanga swafu na kuweka nidhamu katika vita, na Mola subhanahu wa ta'ala apenda kila mahali kuwa na swafu. Inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi safa. Tutaona hata swala zetu tukimwabudu Mola subhanahu wa ta'ala upanga nini? Safu. Kwa sababu gani? Zile safu huonekana ni umoja, huonekana ni kitu kimoja. Manake yule mweusi, yule mweupe, yule tajiri, yule maskini, sote tutaona katika nia moja. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam pia aliwajenga na umoja hawa muhajirin na ansar. Tutaona hata sisi kufunga kwetu ni kufunga kwa pamoja, hakuna mwenye kutangulia kufunga wala mwenye kuchelewesha kufungua mwadhini. Temu ukifika mikati na ruhusu, sote tutafanya nini? Tufunga. Na kule sehemu za haji, ibada zote tutafanya kwa pamoja. Na Mola subhanahu wa ta'ala haangalii mtu mfuko wake uko kiasi gani, ni tajiri ni maskini. Mungu mwangalia mtu moyo wake. Ndio inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum inma yanzuru ila qulubikum. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa ni mwenye kuwapanga swafu maswahaba zake. Kuna muda mmoja akiitwa Sawad ibn Ghaziya al-Ansari, ametoka katika kabila la Bani Adi ibn Najjar. Huyu kidogo katika kupanga swafu kwake lile tumbo lake likazidi. Mtume katika kumrudisha na kumwambia kuwa songea nyuma, istau ya Sawad, lingana, akamgusa na fimbo yake katika tumbo lake. Huyu Sawad akamwambia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, auja'tani ya Rasulullah wa qad ba'athaka Allahu bil adli wal haqq. Umeniumiza Mtume sallallahu alaihi wasallam, manake umenidunga Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wewe umetumilizwa kwa uadilifu na kwa haki, na lengo lilikuwa nataka kulipiza kiswasi. Hebu fikiria, vita wataka kuanza, swafu imepangwa, wewe unataka tena mambo mengine. Kila mmoja katika maswahaba jambo kama lile hawakufurahika nalo, lakini yeye ana kitu mahsusi ambacho kwamba amekikusudia mbele. Basi Mtume akamwambia, lipiza kisasi. Akamwambia, ya Rasulullah, tumbo langu lilikuwa open, lilikuwa halina nguo, kwa hivyo vua na wewe uwe kama mimi. Mtume, angalia alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, alivyokuwa ni pole. Angalia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama alikuwa ni mwenye huruma. Angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa na hasira. Na uko ni kiongozi mwingine bila hata kuvuliwa fulana, sijui ngilipata nini hapo. Pengine ngilikuwa ni mawili, ima upelekwe maziarani ama hospitali, mawili hapo. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akaonesha ule upole wake, akaonesha ule upole wake. Ndio bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Ile kwa rahma ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, linta lahum, alikuwa ni mlaini kwa wao. Yani Mtume watu walimwamini kwa ule upole wake, watu walimkubali kwa ile tabia yake ambayo kwamba ilikuwa ni nzuri. Akafanya uadilifu, akavua fulana. Huyu Sawadi alikuwa ni kinyume chake. Sasa hakutaka kulipiza kisasi, alienda kumpatia Mtume sallallahu alaihi wasallam, akimwambia Rasulullah, mimi nataka mwisho wa uhai wangu, hata nikifa katika hizi vita, angalau mwili wangu na mwili wako umegusana ya Rasulullah. Angalau masahaba walipokuwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam,
Angalia maswahaba walivyokuwa na mapenzi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ndo watu wakaona wakastaajabu sana. Angalia Urwa bin Mas'ud al-Thaqafi kabla kusilimu kwake asema waqaftu mawqif al-muluki Kaisara warumi walfursi wanajashi, nimekwenda katika ufalme za dola kubwa kubwa, lakini ma raaitu ahadan yu'adhimu sahibahu kama yu'adhimuna ashabi Muhammad. Sijaona watu wakimheshimu ule kiongozi wao kama namna Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anavyoheshimiwa na maswahaba zake. Ndio bali hata ile kohozi lilikuwa likitoka, maswahaba walikuwa tayari kulipigania. Mtume sallallahu alaihi wasallam akizungumza, kila mmoja amenamisha kichwa chake. Moja katika maswahaba akataka kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama ajengewe kibanda. Saad bin Muadh akataka Mtume ajengewe arisha, ili awe ni mwenye kuingia ndani, jua lisimpate, awe ni mwenye kutilia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa ndani ya kibanda, kila wakati akimwomba Mola subhanahu wa ta'ala, kila wakati akimlilia Mola subhanahu wa ta'ala, akisema hawa ni watu wako, hawa wakimalizwa leo nani ambaye kwamba atakuabudu katika ardhi kama hii, huku akisema ya hayu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Yani ulikuwa ukitaka msaada kwa Mola subhanahu wa ta'ala. Wakatoka watu watatu kutoka na upande wa Makureish, wataka mubaraza, wataka challenge, ikiwemo na Utba na ndugu yake Shayba na Al-Walid ibn Utba. Na upande wa maswahaba wakatoka Maansar, Auf ibn al-Harith na Muawidh ibn al-Harith, walikuwa ni ndugu, na Abdullah bin Rawah. Wale Makureishi walipowaona wakaanza kuuliza, man antum, ni kina nani nyinyi? Wakasema nahnu rahatun bin Ansar, sisi ni kikundi tukumana na Maansar. Wale Makureishi wakaambia, ma minkum haja min haja, sisi hatuwataki nyinyi, sisi hatuna shida na nyinyi, manake hatuwatambui sisi. Nuridu akfaana min qaumina, tunataka watu wetu sisi, watu ambao kwamba tuwatambua, tunajua tumepambana na nani. Ndio akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad akhrij ilaina akfaana min qaumina, tutolee kufu zetu, tutolee watu ambao kwamba ni kama sisi, watu ambao kwamba twaweza kupambana na wao. Hawa hatuwajui sisi wala si kufu zetu hizi. Ndio hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, irji'u ila masafikum, rudini katika safu zenu nyinyi. Akaanza kumchagua Sayyidina Ali, akamchagua na Ubaida ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib, na akamchagua na ammi yake Sayyidina Hamza ibn Abdul Muttalib. Manake Ali na huyu Ubaida walikuwa ni ndugu, ni makazi ni hao, na Hamza walikuwa ni ammi yao. Ndio mubaraza ukapambana, ndio Sayyidina Ali akapambana na Walid, na ukiangalia Utba akapambana na Sayyidina Hamza, na Shayba akapambana na Ubaida ibn al-Harith. Sayyidina Ali akafaulu kumuua Al-Walid, na Sayyidina Hamza akafaulu kumuua Utba, lakini baina ya Ubaida na Shayba hapa ikawa ni ngoma, ni draw, kila mmoja akampiga mwenzake, kila mmoja ukampata ule upanga. Lakini Sayyidina Ali akaenda kumaliza yule ambaye kwamba alikuwa ni Shayba, na huyu Ubaida ibn al-Harith naye pia hakufika Madina. Njiani kwa ile jaraha ambayo kwamba alikuwa nalo, akawa ni mwenye kuathirika na akawa ni mwenye kumalizika. Vita vikaanza. Ukiangalia hisabu ya hawa ni ndogo na hisabu ya Makureishi ni kubwa. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama aomba dua kwa Mwenyezi Mungu,
Mwenyezi Mungu mwanzo akateremsha mvua, na mvua ni ishara, ni kabuli na ishara ya ushindi, na ni ishara kwamba kuna rahma utateremka. Na huku Mola Subhanahu wa Ta'ala akisema idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni umiddukum bi alfin min almalaikati murdifin. Ndio Mola Subhanahu wa Ta'ala katika uwanja kama huu wa Badri akawateremsha malaika, na malaika kama hawa tuwajua tena. Malaika hawajui kupigana, lakini siku hiyo walipigana. Siku hiyo waliingia kwenye vita, wakawa watu wanaanguka, hawajui wameangushwa na kitu gani. Kumbe ni malaika. Mola Subhanahu wa Ta'ala aliwatumiliza idh yuhiya rabbuka ila almalaikati anni ma'akum fathabbitu alladhina amanu saulqiya fi qulubi alladhina kafaru ar-ru'ba fadribu fawqa al-a'naq wadribu minhum kulla banan. Ndio vita kama hivi vikashika Makureishi, wakalemewa Makureishi, wakakimbia Makureishi, wakawa hawana chochote cha kujitetea. Katika vita kama hivi wakauawa Makureishi 70, wakashikwa mateka Makureishi 70. Na vita kama hivi vilipigana kuanzia asubuhi mpaka dhuhuri, kama namna alivyosema Sayyidina Abdullah ibn Abbas, manake alikuwa ni habrul umma, katika watoto ambao kwamba walikuwa na ilmu na akili, na yeye aliombewa na dua na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Katika wale abadila Abdullah bin Amr, Abdullah bin Umar, na Abdullah bin Mas'ud, na Abdullah bin Abbas, katika wale maabadila walikuwa ni wanazuoni katika masahaba. Mmoja wao pia alikuwa ni huyo, naye pia alikuwa ni ndugu yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtoto wa ammi yake Mtume Sayyidina Abbas ibn Abdul Muttalib. Mateka wakapatikana mateka 70. Sasa hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam ni shura na ushauri baina yake na maswahaba, tuwafanye nini wale mateka. Manake wale wao 70 wakatiwa kwenye shimo moja wakazikwa. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akauliza, hal wajadtum ma wa'ada rabbukumul haqqa, je, mmepata ile ambayo kwamba Mola Subhanahu wa Ta'ala aloagiza kwa ni ukweli? Masahaba ya Rasulullah, je, wanasikia na washakufa hawa? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema naam, ndio wanasikia, tena wao wanasikia kuliko hata sisi. Ndo yule maiti husikia, bimaana kama husikia hutaka kitu kupitia sisi, bimaana takatoombe dua, na wale maiti hufurahika wakiona wale watoto wao wanawakumbuka katika dua, na wale watoto wao wakifanya amali ambayo kama ilikuwa ni mzuri. Rai na fikra zikatoka, ikiwemo Sayyiduna Abu Bakar akaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Sayyidina Bakar alikuwa ni mpole, alikuwa na sikitiko, ndo hata akafananishwa Sayyidina Bakar ni kama mfano wa Nabii Ibrahim na Nabii Isa alayhimus salam. Manake hawa walikuwa ni wapole na walikuwa ni walaini. Na Sayyidina Abu Bakar alitoa ushauri gani? Amwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, hawa ni watu wako, hawa ni ndugu zetu, kwa hivyo tukiwamaliza, tukiwaua, tutakuwa tunaua familia yetu na watu wetu na kaumu yako ya Rasulullah. Tuangalie kitu cha kufanya, kama kutoa fidia wajikomboe. Sayyidina Umar akasema, ya Rasulullah, hawa walikukadhibisha wewe, hawa walikutoa katika mji ambao unaupenda. Yatakikana kila mmoja amwangalie yule ambaye kwamba alikuwa ni karibu na yeye ammalize. Wewe Ali, kuna huyo Aqil ndugu yako Ibn Abi Talib, kwa hivyo malize. Kila mmoja amwangalie ambaye kwamba alikuwa ni karibu na yeye.
Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, wewe mfano wa Saidina Abubakar kama mfano wa Saidina Ibrahim. Saidina Ibrahim alimwambia Mola subhanahu wa ta'ala, faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim, mwenye kunifuata mimi basi kake kutokamana na nini na mimi, na mwenye kuniasi mimi basi wewe Mola subhanahu wa ta'ala ni ghafur, ni mwenye kusamehe, na wewe Mola subhanahu wa ta'ala ni rahim, unakuwa na rehema nyingi. Tukumbuka shabisha yudhkar tulipokuwa tukisoma katika madaris, moja katika mashekhe zetu alipokuwa na mwalimu wake. Wajua tena mwalimu kwa mwanafunzi, inafika wakati ule mwanafunzi anakuwa na mukhalafa, hakutwalii, hakusoma, huwa kuna adhabu pale, ima ni fimbo, ima ni kufungiwa, ama ni kusimamishwa. Basi mmoja katika mashekhe zetu akamwambia mwalimu wake, inna Allah ghafurur rahim, Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe shekhe, mwenye kusikitikia, kwa hivyo tusamehe. Basi yule mwalimu akamwambia, wa huwa shadidul iqab na Mola subhanahu wa ta'ala shadidul iqab, si ghafurur rahim peke yake, hata pale shadidul iqab. Kwa hivyo akafananishwa Saidina Abubakar kama mfano wa Nabii Allah Ibrahim, na pia akafananishwa Saidina Omar kama mfano wa Nabii Allah Nuh na Nabii Allah Musa. Nabii Allah Nuh alilingania watu takriban miaka 1950, waliofuata hata watu 50 walikuwa hawakufika, mpaka mwisho akakasirika akasema, rabbi la tadhar ala al-ardi min al-kafirin diyara. Tukamwambia Omar wale kama mfano wa Nuh, manake Saidina Omar alikuwa yeye hataki matezo shekhi. Angalia kina Khatib bin Abil Baltaa watumiliza ile barua kuipeleka Maka, kuwajulisha kwa watu wa Maka mtume anakuja. Barua kama ile ikashikwa na Saidina Ali. Ilipoletwa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, alipojulikana ni Khatib bin Abil Baltaa, Saidina Omar alishika upanga wake akasema, ya Rasulullah, dani an adriba unuka, nipe ruhusa tu kate kichwa chake. Lakini mtume akamwambia, huyu ameshuhudia vita vya Badri, na ulipigana vita vya Badri, imetoka ofa kwa Mwenyezi Mungu wafanye kitu ambacho kwamba wanachokitaka, Mungu ashawasamehe. Angalia maswahaba wamepata ofa kama hiyo, lakini wakafanya lile lenye kutakiwa katika dini. Lau kwa mimi na wewe tunaambiwa hivyo, basi msikitini kulikuwa tushahama sisi, kilikuwa tujisubu tena kufunga, sio ile musafir kafir kilikuwa na taukidi zaidi kilikuwa mukim kafir, sio kilikuwa hata mtu katika mji ilikuwa hafungi. Na hapa katika vita vya Badri wakashikwa wenye kushikwa, wakajikomboa. Wengine walikuwa ni wajuzi katika kitabu, walikuwa kijua kuandika, basi wakapewa watoto kutokamana watoto wa maswahaba ili wajifundishe kufanya nini, kuandika. Hasa hapa kulikuwa na ami yake mtume Saidina Abbas bin Abdul Muttalib. Huyo akamfuata mtume akamwambia, ya Muhammad, mtoto wangu, unajua hali yangu, sina uwezo wa kujikomboa, sina uwezo ya kulipa fidia, sina kitu. Mtume akamwangalia akamwambia, ukumbuki wewe jana kabla ya kuja Badri uliketi chemba na mke wako, ukamwambia kuwa kuna haya mali, ikiwa nimerudi salama basi nitaendelea katika biashara zangu, na ikiwa ni mfano wa pili sikurudi salama, nimeuawa, nimekufa, basi haya mali yatumie wewe na watoto, ukumbuki. Saidina Abbas bin Abdul Muttalib asema, haya maneno hakuna utatu wetu, ni mimi na mke wangu, umejua vipi wewe? Ndio pale kidogo ile imani kafanya nini, ikamuingia mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inshallah ni tarehe ya Badri ni ndefu, tumekatakata kwa sababu ya dharufu. Siku hizi watu hawataki tena mambo marefu, tutawachokesha. Hata wenye kufuata live pia, ikiona tarehe ni ndefu watasikiza tu mwanzo tu,
Siku hizi ulimwengu umekuwa ulimwengu wa sandwich. Unajua sandwich, kitu cha tayari tu, cha haraka, lakini ni muhimu. Hizi ndio katika silaha zetu, hizi ndio tarehe zetu, hizi ndio kuonesha wale maswahaba walikuwa na ushujaa na moyo na kujitolea mbele ya Uislamu na mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na sisi pia kuipata hizi tarehe ni kupata kufuata athari zao. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akipewa zile habari za mitume waliopita, ni kwa lengo zile nyoyo zitulie na wafuate nini? Athari. Ndio katika sura Yusuf, nahnu naqussu alayka ahsana alqasas, sisi tukutolea wewe hizi viswa. Kwa sababu gani? Upate kufuata zile athari. Na viswa vya mitume alayhi salatu wasalam ni viswa vilikuwa na ukweli ndani yake, vina mafundisho, vina ilmu, vina hikma. Si ile viswa kwa kwamba ni za asatirun au ni propaganda, wala si zile viswa vya TV vya kutungwa tu, vya kilna kal, vitu ambazo kwamba ndani yake vina maadili, bali ndani yake zina urongo na uzinifu na uchafu. Lakini viswa vya mitume na viswa vya maswahaba ndani yake vina nini? Vina ibra. Inshallah tuombe Mola subhanahu wa ta'ala, kama namna alivyopatia ushindi watu wa Badri Waislamu na Mtume sallallahu alaihi wasallam, pia sisi Mwenyezi Mungu tupate ushindi katika maisha yetu. Maana katika maisha yetu kullu man fil kauni yashku darahu la tashiri hadhihi dunya liman, kila mmoja ana lake, kila mmoja ana haja zake, sio na hili akona lile. Basi Mwenyezi Mungu tupate nusra katika maisha yetu, tupate nusra katika mitaa yetu, tupate nusra katika majumba zetu, na bali katika ulimwengu wote kwa jumla. Tunao ndugu zetu, kilio chetu kila siku tukiomba ndugu zetu wa Palestina, basi Mwenyezi Mungu awapatie ushindi. Na ndugu zetu ambao kwamba ni Waislamu katika sehemu za Iran, wanadhulumiwa, wananyanyaswa, ni plani tu hizi za Kimayahudi. Maana Mayahudi humul qaum buhit, na watu ambao kwamba ndani yake wana udangamanyifu, ndani yake wanaleta picha kumbe sio. Maana Mayahudi hana ukweli siku zote, wanatugombanisha sisi Waislamu. Kwa basi Mwenyezi Mungu atupatie ukweli sisi Waislamu, atupatie thabati, atupatie istiqama, ili tuweze kufaulu katika ulimwengu kama huu. Innahu waliyun ala dhalika. Tumezungumza inshallah kwa sababu ya kuungana na kushirikiana na kujuana na kupendana, ndio dini. Lazima tuwe na musharaka na mudahara na muawana. Ndio Nabii Allah Musa alimuomba Nabii Allah Harun wa ashrikuhu, na sisi pia tushirikiane katika jambo kama hili. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.